kama mtunza bustani ile. Alafu akamuuliza, we mama, hapo unatafuta nini? Mariamu akasema, kama wewe umemuiba kumbe ni Yesu mwenyewe. Kama ni wewe umemuiba, nirudishie mwanangu. Kama wewe umemuiba, kumbe ni Yesu mwenyewe. Alafu Yesu alipojitokeza akafunguka macho akaona, kumbe hajaibwa, ni mwanangu. Mariamu akakimbia kwenda kumlaki. Mama yule aliposogea, Yesu akasema, usinishike, sijapaa kwenda kwa baba, lakini amini mwanao nimefufuka, niko hai. Haleluya, haleluya. Ushahidi wa kwamba Yesu alifufuka ni kwa sababu aliwatokea watu wengi, akajionyesha mwenyewe kwamba ni mimi nilikufa, lakini siku ya tatu nimefufuka. Hata leo yu hai kwa jina la Yesu. Yu hai kwenye maisha yako, yu hai kwenye kazi zako, yu hai kwenye ndoa yako. Nasema yu hai kwenye mashamba yako, yu hai kwenye masomo yako. Nasema yu hai hata leo hii, bado yu hai. Kufufuka kwa Yesu ndio msingi wa maisha yetu, ndio msingi wa imani yetu. Wakati huo watu bado wanaulizana maswali. Mariamu alipozungumza akasema, hawa wanawake bwana, hawa ni wanawake. Sasa wakawa wamekaa wanafanya ibada, hao wanafunzi wao kwenye ibada. Ghafla na milango ilikuwa imefungwa kwa hofu ya nini? Ya Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako kwenye ibada, yani milango imefungwa, hakuna mtu tena kuingia, kwa sababu ikiwa wazi Wayahudi wakiingia hapo watafanya matukio. Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe wanayemwabudu ndio ameshakufa na amezikwa. Kwa wakawa wamefunga milango kwa hofu ya Wayahudi. Ghafla walipofungua macho wakaona yuko mbele yao, wakaogopa. Wengine wakafikiri ni mzimu, lakini Yesu akasema, msiogope, ni mimi mwenyewe. Simwangalie hata mikono yangu ya kuwa ni mimi, muangalie ni alama za misumari, ndio mwenyewe wala sio mwingine. Ni mimi Yesu. Hebu sogea, usikeshike hapa, mpapase muone ya kuwa ni mimi. Niliwaambia nitafufuka, na ndicho nilichokifanya. Nataka nikwambie, Yesu akikwambia atakubariki, hakuna nabii wala mtume atakayezuia. Akisema nitafufuka, hakuna mwalimu wala askofu atakayezuia maisha yako. Nataka nikwambie, yakiwa mikononi mwake, lazima utainuliwa, lazima utafunguliwa, lazima utaponywa. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Yeye ni yeye yule jana, leo, hata milele. Yesu ni zaidi ya nabii, hatuna chochote zaidi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema haleluya. Yani kitendo cha kuonekana baada ya kufufuka, hiki kinathibitisha ya kwamba Yesu alifufuka na mpaka leo yuko hai. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jambo lingine linaloonyesha ushahidi wa kwamba Yesu amefufuka ni lile kaburi kuwa wazi. Lakini kwa muda mfupi nataka nikupe kitu tunachojifunza leo. Unaondoka na kipi katika habari hizi? Sawa? Jambo la kwanza unaweza kuondoka nalo leo ni hili hapa. Yesu ni ajabu sana. Uwezo wake wa kujibadilisha kuwa sura nyingine, hakuna mwanadamu hata mkuu unayemjua awezaye. Jambo la kwanza, ule uwezo wake wa kujibadilisha. Ngoja nikwambie, kuna watu wawili walikuwa wanaenda Emau, wakiwa wanatembea huku wanamsema. Unajua, angalieni na mtu mnayemsema. Yani huko wanasema, wakasema, yani walichokifanya umji kwa kweli hawa watu sio wazuri kabisa. Unajua kwamba sasa wakati wanazungumza Yesu akajitokeza na hawajui amefufuka. Yani uwezo wake, Biblia inasema akiwa na sura nyingine. Alafu akawauliza, kwani mnasema habari za yupi huyo? Mtu gani? Wale wakamshangaa. Kwa wakasema, wewe kwani wewe ni mgeni wa mji wa Yerusalemu?
mpaka usijue kilichotokea. Yaani anayeambiwa ni Yesu. Walikuwa wanasema habari zake. Sasa ndo amejitokeza, hawamjui. Hapa anasema alikuwa anazungumza, alafu akauliza, kwani mnazungumza habari gani? Wale wakasema, wewe kwani wewe ni mgeni umji? Mpaka usijue habari za mtu ambaye anaitwa Yesu. Huyu hakuwa na shida wala tatizo, lakini wamemwinukia watu, wamefanya vibaya, wamempiga, wakamweka msalabani mpaka kafa kabisa, na wakaweka jiwe kubwa mlangoni. Wakati wanazungumza hayo, hawajajua ni yeye. Wakaondoka wote mpaka wakafika hicho kijiji. Biblia inasema wakakaa wakala kwa pamoja, lakini kwa namna alipoomba na kuwafungua macho, ndipo akamwambia, kumbe alikuwa ni mwenyewe. Sasa mbona tungejua kwanza kule tumeongea yote hayo? Unajua kuna namna fulani hata ukiwa na Yesu, wanapokaa kwenye meza zao za uchawi, kwamba lazima mwaka huu tutambomoa, acha asomeshe tu, acha ajenge, wewe subiri tu, tumemweka kitoweo. Wakati wanazungumza, wewe hautajua kinachoendelea, lakini yuko mwanaume aonesilini, hata kama wanasengenya atajua kuna mipango mibaya juu ya maisha yako. Hiyo mipango nasema hivi, ataipangua kwa jina la Yesu aliye hai, ataipangua, hautakufa, wewe ni uhuru. Yaani uwezo ule wa kuonekana. Na ndio maana hata kuzimu huwezi ukataja jina la Yesu ukawa salama. Hata mahali popote ambapo anasema mji huu umeshindikana, lakini nataka nikwambie, umeshindikana mahali popote na kila kona, ila palipo na nguvu ya Bwana, palipo na Yesu, hata kama Sumbawanga au Tanga au Zanzibar, mahali popote ambapo unafikiri ni pagumu kama Somalia, lakini akitangazwa Jehova yuko kila mahali. Hata kokote yupo, juu ya ardhi yupo, hata chini ya miamba yupo popote.